Maswali kwa Waziri Mkuu. Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu kwenye sehemu ya kusemea kwa ajili ya maswali. Waheshimiwa wabunge, ninayo orodha hapa ya wabunge walioomba kuuliza maswali. Na Mheshimiwa Mbowe. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kuniona, lakini nilisikitika kwamba unadai hujaniona, lakini nakushukuru umeniona hatimaye. Naomba nichukue fursa hii kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali la msingi la kisera. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo ni siku ambayo taifa letu linaadhimisha siku ya haki duniani. Tunapoadhimisha siku hii ya haki duniani, ambayo nina hakika leo Spika wetu yuko Dar es Salaam kwa ajili ya jukumu hilo, akiungana na viongozi wengine wa kitaifa akiwemo Mheshimiwa Rais na Jaji Mkuu, ni miezi mitatu kamili tangu Mheshimiwa Godbless Lema, mbunge wa Arusha, akamatwe nje ya geti ya Bunge na kupelekwa kizuizini kushtakiwa kwa kesi inayoitwa ya uchochezi ambayo ina dhamana, lakini miezi mitatu leo hajaweza kupata dhamana. Wakati huo huo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna mbunge mwingine wa Kilombero, Mheshimiwa Lijua Likali, ambaye anatumikia kifungo cha miezi 6 katika gereza la Ukonga kule Dar es Salaam na kazi ngumu. Wakati huo huo, tuna zaidi ya madiwani 6 wa chama cha Chadema ambao wamefungwa kwa makosa yenye misingi ya kisiasa. Tuna viongozi kama mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Lindi aliyefungwa miezi 8 kwa kufanya kazi yake ya kisiasa. Tuna viongozi wa ngazi mbalimbali zaidi ya 215 aidha wamefungwa ama wanaendelea na mashtaka mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya nchi. Tunaona namna serikali inavyotumia mawakala na vibaraka wake kukigawa na kukidhoofisha chama cha wananchi CUF, ikiwemo kumtumia msajili wa vyama vya siasa kudhoofisha upinzani. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Madam Rais alishatangaza kwamba kusudio lake ni kufuta vyama vya upinzani kabla ya mwaka 2020. Haya yanayoendelea katika awamu ya 5, ambacho ni kinyume na utamaduni na mazoea yetu kama taifa, ni sera au utekelezaji wa sera hiyo ya kuua upinzani, na ni sera chini ya serikali yako na Mheshimiwa Magufuli. Mheshimiwa Mbowe, katika maelezo yako marefu yameingia huko maswali ya kisera na maswali ya kisheria. Maswali yanayohusu Mheshimiwa Godbless Lema, Mheshimiwa Lijua Likali na madiwani 6 uliosema wamefungwa, yale ni maswali ya kisheria. Maswali uliouliza ya jumla kuhusu leo kuwa siku ya haki duniani ambayo ni siku ya sheria duniani, hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu anaweza kuyajibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nataka nikanushe kwamba Mheshimiwa Rais hajawahi kutangaza kuvifuta vyama vya upinzani. Mheshimiwa Halima Mdee, naomba uzime mic yako. Lakini 2, kama ambavyo Mheshimiwa Spika umesema kwamba Watanzania wote wanajua nchi hii inaongozwa kwa sheria, kanuni na taratibu. Lakini 2, tunajua
Katika kuendesha nchi tunaendesha kwa mihimili mitatu. Iko serikali, mahakama na bunge. Hakuna muhimili unaweza kuingilia muhimili mwingine. Lakini tatu, Watanzania wote wanajua kwamba jambo lolote ambalo liko mahakamani haliwezi kuzungumzwa mahali pengine popote. Kwa hiyo siwezi kutumia nafasi hii kuzungumzia mambo yote yanayoendelea chini ya sheria na yaliyoko mahakamani. Asante sana. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea. Mheshimiwa Sadik. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Nina swali moja kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa mwaka jana miezi kama hii kulitokea na upungufu mkubwa wa sukari nchini na serikali ya awamu ya 5 ilifanya jitihada kubwa sana kukabiliana na hali ile na hatimaye nchi yetu ikapata utulivu mkubwa katika swala zima la sukari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikupongeze wewe, nimpongeze na Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa mlofanya mwaka jana katika swala zima la upungufu wa sukari nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kipindi hiki viwanda vyetu vya ndani vinakamilisha msimu, vingine vinamaliza mwezi wa 3, vingine vinamaliza mwezi wa 2. Na kwa kuwa vikikamilisha msimu, uzalishaji unaanza tena mwezi wa 6 na kuendelea. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ilivyo sasa ya sukari nchini ikoje? Na serikali imechukua juhudi gani kuhakikisha kwamba yale yalotokea mwaka jana hayatatokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali Mheshimiwa Sadiki kama ifuatavyo. Kwanza nataka niwahakikishie Watanzania kwamba hakutakuja kutokea upungufu wa sukari kwa sababu viwanda vyetu vya ndani vilishaanza uzalishaji na sasa vinaendelea na uzalishaji. Tunavyo viwanda 5 ambavyo tumevitembelea, tumehakiki utendaji kazi wake na uzalishaji upo, na sukari ambayo inatumika nchini inatokana na uzalishaji huo. Na tunaamini kufikia mwishoni mwa msimu ambako ni mwezi wa 3 mwaka huu, tunaweza kuwa tumezalisha na kufikia malengo, kwa sababu kwa taarifa za mwisho mpaka mwishoni mwa Januari uzalishaji kwa malengo waliokuwa wamejiwekea wamefikia 86%. Asilimia iliyobaki inaweza kuzalishwa kwa kipindi kifupi kilichobaki. Kuzuia upandaji wa bei, serikali itakuwa iko tayari kutafuta namna nzuri ya kupata sukari tukishirikiana na viwanda vyenyewe, ikiwa ni mkakati wa kuvilinda viwanda vya ndani vinavyozalisha sukari ili viweze kuongeza uwezo wa uzalishaji wa sukari nchini. Na huo ndio mpango wa serikali. Asante. Tutaendelea na Mheshimiwa Kiswaga Bonaventura Desideri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa taratibu za kisera tulizonazo, serikali ina wajibu wa kuangalia hali ya chakula nchini. Kwa taarifa ya serikali, halmashauri 55 zina upungufu wa chakula. Je, serikali ina mpango gani wa haraka wa kuleta chakula ili kupunguza mfumuko wa bei ulioko sokoni sasa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kiswaga mbunge wa Magu kama ifuatavyo. Swala la chakula limeelezwa vizuri sana na Waziri wa Kilimo kupitia taarifa bungeni juzi, na taarifa yake imefafanua vizuri
na hatua ambazo serikali inazichukua za kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuwa na akiba ya kutosha kwenye maeneo yao, ili Watanzania sasa waweze kuwa na uwezo wa kuendelea uzalishaji mwingine. Sikusudii kurudia maelezo ya Mheshimiwa Waziri, lakini serikali inaendelea kuhamasisha kuhamasisha wafanyabiashara wa ndani pia kuweza kutumia nafasi hii pia kufanya biashara kutoka wilaya moja ambayo kwenye mazao mengi kwenda maeneo mengine, ili kuweza kuzalisha, kuweza kuongeza idadi ya chakula na kupunguza bei kwenye masoko. Na tunao ushahidi wa kutosha, mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Njombe, Iringa, Ruvuma bado ina chakula cha ziada, lakini pia hata kwenye soko letu la kimataifa Kibaigwa kuna mahindi ya Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Matayo, mbunge wa Same Mashariki, namna ambavyo Same imekuwa kame wakati wote, hata msimu ambao tunakuwa na mvua nyingi, kwa namna mzuri ambayo tunaweza kuwasaidia kupata chakula kwa kutumia pia hata wafanyabiashara pia wa ndani, zaidi ya majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Lakini pia tumeanza kushuhudia kuona mvua zikinyesha, ingawa si nyingi za kutosha, lakini basi pale ambako tunapata mvua angalau mara moja mara mbili, tunahamasisha wakulima kulima mazao ya muda mfupi ili yaweze kuiva kwa kipindi kifupi, pia tuweze kujipatia chakula kwa msimu ujao wa chakula. Na kama kutakuwa na tatizo lolote lile, serikali hii iko bado inajua na inafuatilia mwenendo wa hali ya chakula, na mafumbuzi tutaupata kupitia serikali yenyewe.